Tumezungumzia mambo mengi kuhusu chama cha ODM, ambapo Rais William Ruto amesema kwamba chama hicho cha ODM kitaungana na chama cha UDA ifikapo mwaka 2027 na wataweza kutengeneza serikali. Kwa wale ambao wametoa maoni, asanteni sana. Vile vile kwenye line ya simu, thank you very much Western Nyota for hosting me. Kwa majina ni Emma Sabita Wanga. Mimi natoka Teso South, kule maeneo ya Olepito, and I am vying for a women representative seat in Busia County. Na wasalimu wote watu wa Busia. Asante sana kwa hii chance. So I stand for 3 things, that is equality, transparency and progress for everyone. Mimi kujitokeza kusimama kama kuwakilisha kama women representative in a county level ni kwa sababu I have seen many challenges that is going on in our county and in our youth and our women and also children. That's why I stand for usawa. So mimi naomba watu wa Busia mwaka wa 2027 tafadhali. Mimi kama Tabita Emma Wanga, kijana, I am a youth actually. Naomba kura zenu. I will nitafanya mambo mingi sana, especially kuinua vijana, those are youths, na pia wamama, kutengeneza some business structure na TTIs so that vijana waweze wakapata ajira. Umejipanga aje kulingana na mwaka 2027? Unasikia leo kwamba wamesema chama cha ODM na UDA kitatengeneza rais ifikapo mwaka 2027. Unafikiria aje kuhusu swali? Ushachagua chama ama bado? Chama ni moja na chama ni ODM. ODM tuko nayo kwa ndani. And I'm very ready, very prepared. Sera tutauza, kampeni tutapiga na ushindi ni wetu. It's time for youth to rise. Hiyo sauti ya Emma Sabita, huyo ni rafiki yangu zaidi. Katika hii kipengo cha siasa tunazungumzia tu kuhusu mambo za ODM. Kwa wasikilizaji wetu unaweza nipigia simu tupate kuwasiliana, tupate jitambulishe tu. Mpongeze Emma kwamba ameamua kusimama. Kama Gen Z ameamua kusimama women rep mwaka 2027. Tutaweza, mambo itakuwa sawa. Kwanza ukiangalia sisi kama wana Busia County, empowering women and girls is what I do. Ukiangalia kama sasa I am running a foundation, it's called Sabita Foundation, just in our community in Busia County. I do sanitary towel donation, mentorship programs, and that is the key first thing that I will do and I will continue to do to our people of Busia. Also, creating opportunities for youth. That is partnering with institutions to offer scholarship, internship, and even job training. Supporting youth talents, sports, music, digital innovation, all that. To empower youth fund, to boost small business of youths. Also to improve health services. As you see saizi hospitali yetu ya Busia County, juzi imechomeka, ukiangalia the other day, maji imejaa hospitali. You see, to like just holding regular forums, Sabita na wananchi. Safi. Umezungumzia kuhusu Sabita Foundation. Inahusiana na nini na kwa msikilizaji wetu? Inaweza msaidia aje? Sabita Foundation, it's all about sanitary towels donation, mentorship programs, environmental program na Jiga campaign. Like we help, tunapeana dawa kwa watu ambao wako na jigas na viatu. On girl child, tunafanya sanitary towels donation. On boy child, we can offer uniforms and mentorship programs because many youths, they are going through a lot of things. So through mentorship na kuongelesha, at least tunawa empower kidogo. It's just the same. First of all, to promote, it's just the same to fight drug abuse and crime. Kwa vijana, sasa vijana wengi ukiangalia wameingia kwa wizi, vijana wanawao Busia sababu ya wizi wa pikipiki and vitu kama hizo. So tutapartner na chiefs, churches, NGOs kuhakikisha tumefight the drug abuse, addictions mbaya ya wizi, gang involvement, unaona. Pia kuwapatia skill na opportunity.
kama welding, wakienda training school like Okame TTI, at least watapata hiyo maadili na skill kidogo, wafanye welding, farming, yeah, stuff like that. Pia kuwa protect from domestic violence, kwa sababu pia wanawake wanawapiga wanaume, they are stressing them. Yeah, so I'll give them counseling, mentorship, skill training. I'll fight drug abuse. I'll keep boys in school, and a healthy boy, becomes a responsible man. So this is how we build a balanced and peaceful Busia. Naam. Tunashukuru sana kuwa nawe katika Amuka na Western Nyota. Wasikilizaji tu wameweza kukusikia. Nipigie simu tupate kuwasiliana 0788960333 mwisho. Tuwasiliane hapa studioni na mambo itakuwa safi zaidi. Pate simu ya kwanza. Hello, Amuka na Western Nyota. Hello. Yes. Jambo. Si jambo. Mkulima ambao kutoka Dar vile. Nimesikiliza maoni ya huyo mshindada. Niko na maswali mawili matatu hivi. Uliza. Swali ya kwanza. Yeye amesema yani tuseme sasa ni kama wasichana peke yao. Maana yake yeye anahusika na upande wa kina mama, sio? Sasa swali inakuja hivi. Tangu ataki hiyo kiti. Kuna mkakati gani ameweka? Ile miradi ambayo shaweka. Ile ambayo inatumika mpaka kwa sasa hivi. Hiyo swali ya kwanza. Tangu nianze kutaka kusimama kiti cha women rep, mikakati ambayo nimeweka, ya kwanza nimeanzisha program ya free sanitary pads mashuleni, that is kupunguza absenteeism ya wasichana, okay? Pia nimefungua a women empowerment space katika constituency mbili. Ya kwanza ni kwa mafunzo ya tailoring, salon, ICT na biashara ndogo ndogo. Then kwa vijana au ni kwa vijana na wasichana, nimeanzisha mentorship program kwa mashule na community ili kupunguza like depression, drugs na teenage pregnancy, okay? Pia nimeweza vijana kupata training kwa welding, mechanic, ICT na digital marketing. Kisha afya na ustawa wa jamii, like nimefanya kuna daktari ambaye natembea nayo, tunafanya cancer free screening drives katika community ili kuangalia wale wa mama ambao wako na cancer, kuwasaidia katika stage yao, okay? Pia kuna uwajibikaji na ushirikishwaji. Unaona, nimeanzisha mkutano wa Sabita na wananchi kila mwezi kuwasikiliza wananchi na kutoa ripoti ya maendeleo, kushirikiana na chiefs, wazazi, makanisa na mashirika ya maendeleo ili kuleta suluhu kwa vijana. Yeah. Yes. Asante, tunataka tutupokee simu ya mwisho ya msikilizaji, mambo itakuwa sawa. Kuna hiyo swali ambayo iliulizwa pia kwamba kuhusu chama cha ODM. Si uliingia lini pale ama umeanza muda gani katika chama cha ODM? Alafu swali lingine ni kwamba unaye mipango yako ni gani katika chama cha ODM? Hii ndio mara yangu ya kwanza kusimama kuvaika women representative. So I am new to ODM, okay? Na mipango yangu ndani ya chama ya ODM ni kuimarisha umoja wa chama mashinani. Pia kukuza wanawake na vijana ndani ya hiyo ODM, okay? Nitaunda ODM Women and Youth Leadership Forum in Busia ili kuwapa like vijana nafasi za uongozi, training na mentorship. Pia kuleta sauti ya Busia kwa uongozi wa chama. Nitahakikisha maslahi ya Busia kama elimu, biashara ndogo na afya like zinafika kwenye meza ya maamuzi ya chama. Pia kuimarisha msingi wa chama kwa kazi za maendeleo, that is empowerment program, bursaries, community program, women na pia funds za youth. Na pia uongozi wa amani na umoja na uwajibikaji. Huyu anajaribu kusema kwamba, sijui kama umemsikia, lakini anajaribu kusema kwamba uanze kufanya campaign mapema kwa sababu
yeye yuko pale maeneo ya Soko Posta, lakini hawakufahamu vizuri. Sasa anasema kwamba ingekuwa vyema zaidi kama ungeanza kufanya campaign mapema kwa uweze kuuza sera zako. Kwa sababu manifesto yako ni safi na ni nzuri sana. Na ushauri mzuri sana. Amekushauri tu kwamba uweze kutoka nje na kuweza kufanya campaign mapema ndio watu waweze kukujua. Okay, sawa sawa. Fikapo sana mimi nitakuwa nikiondoka, lakini kwa saizi tunaye tu mazungumzo na Emma ambaye anawania kiti cha Women Rep kaunti ya Busia. Kuna mawaida gani? Wacha tupate Manuo Burumba anasemaje. Hello. Yes. Mambo vipi? Salama. Salama kwanza nilikuwa kwa studio. Ako fiti. Asante Elijah. Nashukuru kwa kazi ambayo umefanya. Sasa wetu mtarajiwa. Emma. Namwambie aje kwa ground. Ajulikane. Itamsaidia. Asinyamaze sana. Asante. Manuo Burumba anasema kwamba Emma ingia ground, upige kazi kwenye ground sasa. Usikie wananchi wa Busia wanasemaje. Hiyo ndio ujumbe Manuo anasema. Okay, sawa sawa. Na mambo yatazidi kwa sawa. Ndio tupokee simu nyingine hapa ya Soko Posta. Hii simu ya Soko Posta inapiga leo na leo ni siku ya soko. Hello Mkana Senyota. Huyo ni gavana Soko Posta, leo nimerudi. Gavana Soko Posta. Nimefurahia Women Rep nampenda. Na ningesema ya kwamba mahali penye yako najua ananisikia. Leo vile nisikia ya soko, wacha akuje hapa leo apate kwa maoni kidogo. Akuje hapa Soko Posta, pia kwa gate uliza ndio gavana Soko Posta, akuje kutaneka na mama siku ya leo. Sawa. Kazi ianze. Huyo ni gavana wa Soko Posta, anasema Emma kwamba uanze kupiga kazi, uanze kutembea, ingia ground, kutane na watu sasa. Kwa sababu mwaka 2027 haiko mbaya, iko kufika. Kauli yangu ya mwisho kwa watu wote wa Busia, mimi ni Honorable Sabita Emma Wanga. Natoka maeneo ya Teso, kijana mchapakazi, mwenye ujasiri na moyo wa huduma. Mimi nawaomba mnipe nafasi ya kuwa women representative wenu, nguvu kwa wanawake, nafasi kwa vijana na sauti yenye kusimama kwa haki. Pamoja tutaijenga Busia iliyo salama, yenye fursa na yenye heshima. Asanteni sana watu wa Busia kwa kunisikiliza, na asanteni sana watu wa Western Nyota kwa kunipa nafasi kuongea na watu wa Busia na kusikiliza maoni ndogo. Asante sana.